Joshua Makondeko, bonge la baba. Nini kikatokea kwenye operation ya ardhi? Basi operation ya ardhi hiyo siku na penyewe ameenda Kariakoo. Alipofika hizo ni siku tofauti tofauti. Siku tofauti. Alipofika Kariakoo akaona kama amemwaga maji kwenye frame mlangoni. Akaona kama amemwaga au limemwagwa. Wamemwaga maji. Basi jirani yake akamwambiaje, sisi tumefika hapa asubuhi tukajua labda umekuja umemwaga maji. Maji yanaonekana kabisa. Yanaonekana machilizi kabisa imedondoka chini hapa, yani yametambaa maji hapo. Mwenzie mmoja akasemaje, nimeona utafikiri kama ni hapa na nini mlevi alikojoa, akasema mbona ungekuwa wa mlevi ungekuwa unanuka. Akaja watatu akasema, wewe blaza, hebu angalia usikanyage hayo maji, sio maji ya kawaida. Anasema mimi nikaa nimeogopa, nikafungua geti nikapita pembeni. Nikaenda kuchukua dekio ndani. Ile nainama chini, yani tumbo lote kama imejaa vichomi. Anasema nikaa najikaza. Nilipomaliza kufuta ile maji, nikaona labda itakuwa ni chooni, kutoka nyumbani sijisaidia. Anaenda kule chooni hamna kitu. Yani kutoka kule chooni kuingia ndani hawezi. Wanampa msaada. Kufika ndani dukani akawa amelala. Wanasema vipi tukusaidie tukupeleke hospitali, akasema hapana. Baadaye akasema nikawa nashinda hata kunyanyua mdomo. Anasema akili ikaja nipige simu nyumbani. Akawa amenipigia simu akasema wewe mwenzie hapa nimezidiwa naumwa sana. Nikamwambia kitu gani? Akasema ni vichomi vimetanda tumbo zima. Nikasema kwa nini? Wewe subiri mimi nitakwambia. Nikasema naomba kama kawaida usinyanyuke kwenda sehemu yoyote. Anasema hapa mjani zangu ananiambiaje tukupeleke hospitali? Nimesema hapana. Nikasema haya basi kaa hivyo, ukiwa unazidiwa rudi nyumbani. Anasema ile alivyokata tu simu, akili kamjia, ampigie yule mwenye duka ambaye shemeji yangu, yule mchawi ambaye anamuuzia. Ndio. Ambaye huyo ndio yule ndiye mtabiria. Ndio. Isaac somebody si nani? Okay, huyo. Daniel huyo. Nashukuru mpaka sasa hivi kwanza kwa kifupi tu wamekufa watu watatu. Wamekufa watu watatu. Wamekufa wachawi wangapi? Watatu. Nimewaua wachawi wangapi? Kuna mtu mmoja anazawa. Amen. Leo nataka nimuue mchawi wako katika jina la Yesu. Piga kelele, sema flash. Basi ndio wao wachawi watatu. Babu yake aliyemlisha kwanza uchawi wa kawaida, achana au kununua kutu. Babu yake na Daniel. Bibi yake amekufa, wamezika. Mimi taarifa hawajanipa. Nipigia tu nyumbani akasema kuna msiba, namuuliza mwenyewe asimamie mwenyewe sija kuambia. Nikasema haina shida. Haya, yani hapo babu yake tena mdogo naye ameshakufa. Na manake wanawake wawili, mwanaume mmoja waliokuwa natesa maisha yako. Na mwaka huu naenda kusepa na familia nzima. Sema amina. Amen. Sikiliza. Tumeanza na babu na bibi, si ndio Amen. Tunakuja mpaka mkwe, kuna dadeki. Sema amina. Yes. Wewe utanipenda wewe. Yaani naenda kusepa na mtoto wa kwanza, mtoto wa mwisho. Aliyesema amina leo watoto wao watalala. Amina. Kwa hiyo yule akaja akafanya nini? Huyo mko wake mchawi, yani mko wake na Dani naye kashakufa nini mchana, kwambia wasai watatu wanashirikiana. Basi sasa alipoenda kule nani, alipopigia shemeji yangu simu, baadaye akamwambia we kaka, ungeniambia mapema ningekwambia jinsi ya kufanya. Ningekwambia uchukue maji ndoo moja, mwaga hayo maji usideki na mikono ili hayo maji yaondoke. Huyu mwenye duka akamwambia. Maana mwenye duka alikuwa anajua maji ni ya nini. Basi akamwambiaje, unajua kaka, au wenzetu majirani zetu ni wachawi sana. Wamefanya hivyo, wanataka wakuue wewe waseme ni nini. Hapa nipo nikwambie nimepambana, ndio maana wewe hujafi, itakiwa ufie hapo hapo mlangoni. Huyo mwenye duka anasema. Ndio. Basi baadaye akasema kaka, nikwambie ukifika nyumbani tafuta gunzi, kitambaa cheusi, chekundu, asubuhi wahi sana ukatupe pale mlangoni kwa majirani zako. Basi mimi huyo ni mwenye duka. Mwenye duka ambaye ndio mume wako anamuuzia. Ndio. Si uone mwenye duka naye ni mganga Alafu wewe unataka ufanye biashara kwa Blangata. Nisikilize, lazima uwe na nabii anayekuelekeza nini cha kufanya. Amen. Oh, yes. Umkumbuke huyu anayemwelekeza ana maduka Kariakoo. Yes. Huyo. Ukifika nyumbani tafuta hiki, funga guzi. Hapo unaenda na kufanya biashara. Ndio maana ninyi walokola hamna maduka Kariakoo. Hamna. Usiniangalie na macho mabaya, mwaka mtamiliki hadi posta. Sema amina. Amen. Sema fine. Wenzetu waombi wanatoa maelekezo, ukifika fanya ABC. Anajua maji yametokea wapi. Na anamwambia nimepambana, hakujua madhabahu ndio umepambana, ndio maana mume wa huyu hajafa. Sema amina. Amen. Na familia yako haitaguswa na uchawi katika jina la Yesu. Amen.
alivyosema hivyo nikamwambia mume wangu usubutu usifanye kitu chochote. Sisi yeye anajua alichopambana nacho pale mpaka wewe hujafa. Ila kukuambia kashindwa. Kwa hiyo wewe rudi nyumbani usijali. Kweli amesema amekaa mida saa 10 hivi ikabidi aje nyumbani. Alisema mwambie ni Alex aje nipokee. Mimi siwezi kutembea. Nikasema wewe tembea utafika. Kutoka kwenye daladala. Nikasema wewe ni mzima wewe tembea tu. Akasema haya. Kweli amefika nyumbani nakuta mtu ameenda amevua tu viatu kaenda kupanda kitandani. Anapiga meo kama mamba anataka kula. Na ingia sasa we ndo mbicho mimi kasema nini kianzia asubuhi napiga tu miayo tangia muda nilivyokuambia. Alafu nilikuwa najinyosha inalia kama mtu ambaye viungo kama vimekaa. Nikasema mbona hii staili mpya? Nikasema amebuni staili mpya. Nikasema hapa afi mtu kupitia mkono wa baba yangu. Hiyo inaitwa staili ya maguzi na kitambaa chekundu. Sema amina. Hizo staili tamu. Wewe haufi. Nikasema akuchukua mapepo yake tunarudisha huko kwa jina la Yesu. Nikasema kupitia huu udongo. Udongo gani? Udongo huu hapa. Kama huu. Ndio. Ambao ni operation uliopita. Ndio. Piga kelele sema baba nena na ardhi yangu. Baba nena na ardhi yangu. Basi nikachukua ule udongo na maji ya mto Yordani ambao tunachotaga hapo nje. Nilipochukua udongo nikaambia kaa hapo kwenye kiti. Nikasema sasa tumie nguvu nyingi. Yaani kama unajua umetumia kiujanja sasa tunaenda kiujanja hivyo hivyo. Nikasema kaa hapo kwenye kiti. Sasa siwezi kukaa anapiga miayo. Nikasema usije ukanimeza. Nikasema wewe pepo kiboko yako ipo. Basi akakaa kwenye kiti. Nikachukua udongo. Nikachukua udongo nikasema kupitia mafuta baba yangu nabii sina juu ya kichwa changu. Baba anasema neno moja ni sheria. Nikasema nyanyua mguu, akanyanyua. Nikasema wewe uchawi ule ingilia chini ya mguu. Na utuma huu udongo kwa jina la Yesu kupitia mafuta ya baba yangu. Unaenda kumeza kila kitu kilichoingilia chini. Udongo unaenda kumeza kila kitu. Ungeshangilia udongo mwaka umezo maskini kwenye maisha yako. Piga kelele sema udongo meza matatizo kwenye maisha yangu. Udongo meza matatizo kwenye maisha yangu. Basi nilipompaka ule udongo kule chini kwenye miguu hadi mikono nikaambia yote nawa. Maana huko umeshika ule ni uchawi. Basi nilipomaliza pale akanawa na maji ya mto Jordan. Nikachukua maji ya mto Jordan hivi nimemwagia mikono mwili mzima nikaambia wewe toa nani basi. Unajua mtoto wa nabii ni nabii sema amina. Oh yes. Basi nikachukua maji nikaanzia nayo utosini nikamwaga. Nikasema kupitia maji ya mto Jordan ninavua kila uchawi uliouvaa pale dukani kuanzia sasa natangaza wewe ni mzima. Nikamwaga mbona niliwanisha wewe loa tu mwili mzima. Kutoka pale mimi nimeenda nje nimelala narudi nashangaa mtu anakuja yaani moto mkoa mnaniuma wakati nilikuwa nimefungwa. Naona mikono yote iko amefunguliwa kupitia udongo uliokombolewa na macho. Sema fire. Akafunguliwa. Amina. Ndio. Vile vifungo vyote na mzigo wote aliokuwa amebeba ukaondoka. Akasema wote uzito nilikuwa nauona au nilikuwa najinyosha kama nani lakini wote kupiga kote miayo kama mamba ikaondoka. Wote kakauka. Leo ukimwi wako utaondoka katika jina la Yesu. Amen. Sema fire. Mpaka sasa ni mzima. Ni mzima kabisa ndo. Kwa hiyo kupitia udongo uliokombolewa ambayo nabii ameikomboa na kuinenea, mme wako aliyekuwa amevalishwa roho ya mauti kutoka Kariakoo akapona na maji ya mto Jordan. Siku ya leo ni ombi langu mamako apone katika jina la Yesu. Amen. Si waliloga wameka na si tumeka, waliloga kimbele mbele na si leo kimbele mbele.